Mambo ambayo ameongea jana, ameongea huko Kapsabet. Mbona kuongea akiwa Nairobi? Mbona kuongea akiwa Murang'a? Mbona kuongea hapa Narok? Anaenda kuinsight watu huko Wasingishu. Anaenda kuinsight watu huko Nandi. Na yeye anajulikana kwa hiyo tabia. Yeye ndio bingwa hapa Kenya. Lakini safari hii serikali iko imara na tarehe 9 serikali ya baba na mama wataingia. Ukijaribu kuchoma watu kwa kanisa, hakuna ICC, ni hapa ndani ya sel hapa Kamiti. Hapa Kamiti. Tutaweka wewe hapa Kamiti. Tumeelewana hapo? Kila mwaka ya uchaguzi na vitisho. Mara anatisha hii community. Last election, sisi watu wa Migori na huko Nyanza aliita sisi militia. Mnakumbuka? Ati militia wengine hapa watutadili na hawa. Nani militia hapa Kenya? Kuna watu wageni hapa Kenya? Si kila mtu ako haki yake hapa Kenya? Sasa hapana tisha wakati ya kuchoma watu kwa kanisa imeisha. Safari utashindwa peupe, na ukicheza ulete nyoko Kabiti mara moja. Tena sio baba atakuweka Kamiti, watu kama sisi ndio tutakaweka wewe kwa Kamiti. Pana cheza na sisi wewe. Unatisha nani bana? Unatisha nani? William Ruto unatisha nani hapa Kenya? Wewe unaweza tisha nani? Wewe kondoo ambaye hata una meno ya mbele. Meno ya mbele yote ni ya fake. Unaweza tisha nani wewe? Unatisha nani hapa Kenya bana Ruto? Unatisha nani bwana? Kwa sababu ya muda pia leo nilikuja hapa pia kumwona Mheshimiwa Bosire until ulipoona Osoro anaongea hapa, ndio nikabadilisha mawazo yangu niseme moja. Kabla hiyo mimi nilikuwa nataka kusema pole, Mungu afariji mama apeleke pale pake pema na nikae chini. Lakini mwana kofia nyingine hapa nikasema lazima aliseme kitu. Mimi nataka kusema hivi, wakati unajua siasa ni kazi ngumu sana. Siasa ni kama hii binadamu ambaye anasaliwa. Unakuwa unatembea na mkono, unasimama, unatembea, baadaye unafika pupillage, unaanza kumea hata nywele sehemu zingine. Area hiyo ndio saa hii Osoro anapita, ambaye sisi tulipita hiyo last parliament. Baada na mea hiyo na unajua hiyo nywele inakwaka sana, inasumbua sana. Sasa unajua inasumbua sana. Sasa hiyo ndio inasumbua. Unajua hiyo inasumbua sana. Hiyo ndio siasa. Siasa iko namna hiyo tu. Sasa Mheshimiwa Osoro wakati alikuja bunge, alikuja kwa ofisi yangu kama whip. Akaniambia sasa mimi nimekuja na chama ya KNC nafikiri. Alisema sasa mimi niko pande ya NASA. Na Junet wewe ni rafiki yako. Ile parliament iliyopita tulikuwa pamoja kwa ODM. Akasema tafutie mimi committee mzuri nikae ndani. Hakuenda kwa hasla. Nikamwambia mimi nafikiri vile umetoka South Bugirango, ile committee unayosaidia nayo watu yako ni ya agriculture, kwa sababu watu wanalima huko majani chai na kadhalika. Akasema hiyo ni sawa kabisa. Mimi nikaweka ile ya kuyo. Baadaye ndo nikaona tu Osoro anatembea kwa street, mambo ya hasla. Sema hii mtu alisahau majani chai ziko gani jamani? Tuliongea bwana. Sasa ungani bwana. Hasla. Sasa hii. Baadaye nikatoa kwa hiyo committee, nikapeleka ile nyingine. Unakumbuka Osoro? Unakumbuka? Sasa mambo hii ya hasla na hii bottom up, hii ni mambo ambayo haina maana. Jana niliangalia TV. Kama mimi nasema ukweli tena ilikuwa uongo, ilikuwa kwa kanisa. Mtu aliuliza William Ruto bottom up ni nini? Badala ya kujibu kueleza watu bottom up ni uchumi namna hii akasema soma Psalms verse 12:18. Nikasema tena nimetoka Biblia. Imetoka kwa mambo ya bottom up imeenda kwa Psalms 8 verse 18 to 19. Sasa ni kweli? Ndio nikakonfirm jana ya kwamba hii maneno ya bottom up ni fake. Haina msingi yoyote. Na kila wakati wakiongea hawa watu wanakumbusha sisi Junet, hata ndani ya bunge, heshimu kiongozi wetu, yeye ndio deputy president ya Kenya. Mimi sasa na nyamaza nasema yeye ni deputy, nimesahau. Kama wewe ni deputy ya Uhuru Kenyatta
Na huko ofisi hata leo vile tunaongea leo jioni, umeleta nini kwa Wakisii? Mambo ya kusema nitawasaidia baadaye, wachana naye. Sasa hii ofisi yako ya deputy president imeleta nini hapa? Manufaa gani imeleta hapa Nyamira? 2013 ulikuwa deputy president. 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, tunaweza kukusamea 2020 na 2021 ni corona. Tuseme ni wakati ya corona. Hiyo tumekuachia ni corona. Hii ingine yote miaka 7 ama 8. Ndugu yangu bwana, ulikuwa unaishi Tanzania, ulikuwa deputy president ya Tanzania ama ulikuwa ya Kenya? Unakuja kudanganya watu hapa tunasema ati ukinichagua niko bottom up, ukinichagua niko Wilbaro, ukinichagua nitafanya hii na hii. Si ufanye saa hii, niko kwa serikali. Kwa sababu wakati alikuja kwangu tena, mimi na ni rafiki sana. Ndio maana mimi natoa sasa hii shuhuda. Hii ni shuhuda ambayo ningetoa kwa matanga yake, sio saa hii. Rafiki yangu sana. Wakati amerudi kwa ofisi yangu saa jioni, tulikuwa tunakunywa chai. Aliniambia, ndugu yangu, unajua Ruto ni deputy president. Nataka niingie kwa serikali nisaidie watu wangu ya South Mugirango. Juzi tulipokutana anasema hakuna chochote bana. Hakuna chochote, bado mimi na mark time hapo tu. Saa yote mimi naweza rudi ODM, weka mimi nafasi. Nikasema wewe rudi saa yote, baba unajua sio mtu wa kushikilia watu. Muliona sasa mimi ni minority leader huko. Na muliona sasa President Ruto pia ametengeneza mambo ya broad based. Inaitwa bro? Si muliona watu wetu wameingia huko ndani? Tuko na Waziri Mbadi ambaye ni jirani hapa. Minister ya Finance, sio minister hii ya kenyeji. Hata saa hii hapa Migori hapa. Yule mtu watu nimeona wanatafuta huko town kwa mabaa kila pali ni mtu anaitwa Achora. Mimi nauliza kwa nini? Yeye ndio iko na pesa Migori County yote. Mimi nimesikia hata mimi natafuta sijaona hata mimi natafuta Masikia maneno? Minister ya Finance na Minister ya Energy na Minister ya Minerals, Minister chungu nzima. Na sisi tunaunga mkono President apanue hiyo broad based zaidi ili watu wengi waingie zaidi. Hata Udegea kuwe minister. Tumekubaliana? Na sisi hatuna shida ya yeye kuexpand hiyo broad based. Wale wameingia waingie na wengine zaidi wakuje ndani. Sisi ile kitu tunahitaji kama wananchi ni huduma ya serikali. Hatutaki kujua nani analeta huduma. Iletwe na Mbadi, iletwe na Upio, iletwe na Mutai Kagwe, iletwe sijui na Kabogo, yote ile kitu sisi ni taxpayers, tunataka huduma. Si namna hiyo? Wakati ODM iliingia watu yao walipewa kasi. Kuna wengine walikuwa napiga kelele, ODM wameingia kwa serikali, sasa ODM wameacha upinzani, sijui wamefanya nini. Saa hii wengine wamekuja, sioni kama watu wanapiga kelele. Sasa hao wanataka tu ODM ndio ipige kelele hapa tao. Ama watu ODM ndio upinzani. Sisi pia tunataka stima. Tunataka barabara. Tunataka maji. Tunataka afya njema. Si namna hiyo? Iko watu wengine huko Nairobi wametupangia sisi ndio mpinzani peke yake mpaka Yesu arudi. Nyinyi mnakubali yote Nyatike? Tunataka huduma pia ifike Nyati. Barabara kutoka Masara kwenda Mnguru lazima imalizwe. Barabara kutoka hapa hii ya kwenda hii mpaka Londa mpaka iwekwe lami. Na haiwezi kuwekwa lami kama Mbadi haiko kwa pesa. Lazima ingie hapo watafute Sisi hatujawahi kuona minister ya finance tangu ya kutoka hapa jirani tangu tusaliwe. Si namna hiyo? Tulikuwa tunasikia tu Masakalia, Isaitoti, Profesa hii ya juzi inaitwa nani? Njuguna Ndungu, sijui Kemonya, sijui nani Uhuru Kenyatta. Saa hii ndio tumesikia mtu anaitwa John Mbadi Ngongo ni minister ya finance. Saa hii juzi. Na wakati tumefika hapo ndio mwingine anataka kuleta kelele hapa kando yetu. Bana, utapiga kelele mpaka ukufe. Sisi tumeziba masikio. Hatuoni saa hii tunalenga maendeleo ya Mbadi atalete pesa ngapi hapa Nyatike. Hiyo ndio muhimu saa hii. Tumeelewana? Na mimi I want to assure you that tuna support sisi ni watu ODM.
na ODM ni minority party in parliament. Tutafanya kazi yetu. Saa hii ati wengine wanasema hawa ni opposition. Opposition ni sisi. Ati saa hii mimi ambaye nimefanya kazi ya opposition miaka nenda miaka rudi, unataka nifate ati opposition ambaye inaongozwa na Rigathi Gachagua? Ati sasa yeye ndio opposition leader hapa Kenya? Rigathi anaweza kuwa opposition leader hapa Kenya? Mtu juzi alikuwa anapiga sisi tear gas, akaenda kakula kondoo ya Kenyatta huko kwa shamba yake. Ati huyo ndio sasa opposition leader, anatembea ndani ya town ati Juneta afate. Mimi siwezi kufuata Rigathi Gachagua. Hiyo ni opposition ya Shetani. Opposition ya kweli ni ile mimi naongoza. Hiyo ndio opposition ya kweli. Tumeelewana? Ati sasa mimi ati akili yangu, mimi nimeona opposition ya Jaramogi Oginga Odinga, opposition ya Raila Amolo Odinga. Sasa ati niende nifate opposition ya Rigathi Gachagua? Mtu ambaye juzi alikuwa anakula kondoo ya watu. Juzi tu hapa town kondoo ya watu. Ati hiyo ndio opposition. Jameni bana. Hiyo sasa ni siasa ina gani imeletwa hapa Kenya? Siasa ina gani hapa Kenya? Kama watu wanataka tufanye opposition, wafate sisi ndio tunaelewa vile opposition inafanya. Nimeona mitandao wanashapiga bimbo, wanasema sasa huyu ni political orphan, huyu amekwisha. Lakini nimeona hapa orphans wako wengi sana. Wale wameongea hapa yote wamelia. Sasa nitasanya hawa yote nikuwe chairman yao. Orphans ziko mingi hapa hata roho yangu ikarudi nilipoona orphans vile wamelia hapa. Mimi nilikuwa na uzuri peke yangu, nilisema nimekwisha. Kumbe tuko wengi. Tuko wengi hapa. Hiyo nimefurahi sana. Lakini mimi nataka kusema hivi, jambo la mwisho. Baba alikuwa mtu ajabu sana. And for us, he was our leader, he was our father, and he was everything to us. Baba is the only leader who knew when to fight and when to lay arms down. Baba had fire on one hand and water on the other hand. I will miss his telephone calls. Baba alikuwa engineer ya siasa na alikuwa anatunga siasa usiku, na nilikuwa napata simu yake saa 12 asubuhi. Nikiona simu yangu imelia saa 12, na sasa mimi kama fundi na bro niko kasi. Lakini saa 4 saa 3 hiyo ni salamu tu. Baba alikuwa mtu ajabu ambaye wa Kenya wamepoteza mtu ambaye hawatapata kama yeye. Sherehe ya mwisho tulikuwa naye na baba, tulikuwa na parliamentary group hapo Mombasa Road. Mimi niliwasanya wabunge wote kama kiongozi yao. Baba alituongelesha pale kwa dhati, and he was very clear that day. It's one of the strongest speech he has made for the time I've known him. Ameongea, amesema tutunze chama chetu cha ODM na tukae imara na tukae united. On the other hand, because we were supposed to do a resolution baada ya hiyo mkutano ya PG, wale wameona TV siku hiyo, mimi nimesema resolution ya hii mkutano refer to Baba's speech. Kama if you are in doubt of anything, refer to Baba's speech. Another thing he told us, lazima tukae katika serikali ya broad based. It's on record. Wale wanasikia wasikie, wale wako na macho waone. Ya mwisho, Baba loved peace. Unajua mara mingi Baba makes very serious, important, fundamental, monumental decisions for the country. Lakini saa nyingine is not popular. Sasa zingine watu wanalaumu wengine, unaona hii maneno Baba amefanya, yule Msomali kutoka Migori ndio anahusika naye. Na mimi hata sina habari. I'm just loyal implementing what Baba has said kama fundi. Thank you. Lakini ikifika jioni Baba ananipigia simu anasema, kijana yangu usiwe na wasiwasi, in every flock there must be a black sheep. Sasa wewe ndio black sheep ya ODM. Wewe beba tu hii mzigo, tutasonga mbele pamoja. Thank you. So kwa hayo machache nataka kumalizia kwa kusema ya kwamba ODM party, we will hold it high, we will keep it strong. ODM in 2027, it will either form the government or it will be in a coalition that forms government. But it will not be in a coalition that has been abusing Baba when he was alive.